Kwa mfano, watawaffana ma'al abrar, utufishe pamoja na watu wema. Ni kwamba watu wema watakapokufa sio mradi wake kwamba na sisi ndio tufe, bali tufe katika hali ya kwamba sisi tumekuwa ni watu wema. Kwa hiyo hapa ma inaingia kwa maana ya min. Kwa hiyo pale minan nabiyin, miongoni mwa manabii, ile min kwa maana ya miongoni. Kwa hiyo unaposema minan nabiyin, yani manabii, wasiddiqin na masiddiq, washuhada na mashahid, wasalihin na masalih, wa hasuna ulaika rafika, na hao ni marafiki wema. Kwa hiyo hii ni ahadi Mwenyezi Mungu anaahidi watakaomtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wote tuelewe kwamba wenye kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Waislamu. Sisi ambacho Qur'ani ndio kitabu chetu, sisi ambaye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wetu, tumeahidiwa madaraja manne hapa, kwamba watapatikana manabii kati yetu, watapatikana masidiki kati yetu, watapatikana mashahid kati yetu, na watapatikana maswalih kati yetu. Na kwa kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswalih walipatikana watu wema, mashahid walipatikana kama wakina Umar, wakina Uthman ambao walipata daraja la ushahid, masiddiq walipatikana kama wakina Abu Bakar. Sanani tena anasema manabii hawatopatikana? Ikiwa kwa kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi vyeo vyote ambavyo vimeelezwa kwamba vimeahidiwa vilipatikana, basi na unabii pia utapatikana. Ukisema unabii haupatikani, wewe utakuwa unaipinga aya hii ya Qur'ani tukufu. Sembuse ukiwa unashikilia aya moja tu, khataman nabiyina khataman nabiyina khataman nabiyina khataman nabiyina, hakuna aya nyingine inayokuunga mkono. Utasikia natolewa, Mwenyezi Mungu ameleta aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu. Anasema neema, dini imeshakamilika, mtume mwingine kuja wa kazi gani? Hii aya haisemi kwamba hakuji mtume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii aya inasema dini imekamilika, lakini watu kuiacha dini wataiacha. Sasa hao mitume watakaokuja kazi yao sio kuongeza kitu tena katika dini, ni kuwarudisha watu katika siratal mustaqima, katika njia ile ya dini. Ndio kazi ya mitume watakaokuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyeleta dini iliyokamilika. Ni kwamba mitume watakaokuja, kwa kuwa dini imekamilika, basi watu waongeza chochote, bali kazi yao itakuwa kuwarudisha watu hao Waislamu katika njia ile iliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unaposema dini imekamilika, dini iliyokamilika pia inataka Mungu pidi. Na uhusiano wa binadamu na Mwenyezi Mungu uliokamilika zaidi ni uhusiano wa unabii. Nabii ndio mwenye mahusiano makubwa zaidi na Mwenyezi Mungu kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo kama dini ya Kiislamu imekamilika, basi natakiwa uhusiano wake na Mwenyezi Mungu pia huo uliokamilika. Kama hatopatikana nabii kati ya Waislamu, basi mradi wake ni kwamba dini ya Kiislamu haijakamilika. Ni kwamba kukamilika, dini iliyokamilika ni lazima iwe na mawasiliano na Mwenyezi Mungu yaliyokamilika. Na uhusiano uliokamilika, uhusiano mkubwa kuliko wote na Mwenyezi Mungu, ni uhusiano wa nini? Wa unabii. Unaofuatia hapo wa usidiki, unaofuatia hapo wa ushahid, unaofuatia hapo wa uswali. Mbele aya hii inasema wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu. Mradi wake nini? Ni kwamba neema zote zimetimia humu ndani ya dini ya Kiislamu. Neema ni nini? Unabii, usidiki, ushahid na uswali, zote zimetimia. Na yake ni kwamba zapatikana humo neema zote hizo. Sasa wewe ukisema kwamba hakuna nabii atakayekuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atakayepatikana katika Uislamu, ni kwamba unazipunguza neema hizo. Mwenyezi Mungu anasema atmamtu alaikum ni'mati, wewe unasema hapana, neema ya unabii haitopatikana ndani yake. Kwa ukisoma Qur'ani tukufu kwa kutafakari, utakuta kwamba kwa hakika swala hili liko wazi kabisa la kuendelea kwa utume.
mitume lazima wawepo. Halafu Waislamu sisi tulikadiriwa kwamba tutakuwa hatutobakia katika hali kama hii. Na dakika ngapi? Nisije nikachukua aya ndefu. 8. Haya, nimeambiwa na dakika 8. Ni kwamba sisi Waislamu tunathibitishiwa hata na Qur'ani kwamba hatutobakia katika hali hii, tutagawanyika. Watapatikana walio khabith, waovu, na walio wema. Mwenyezi Mungu anasemaje? Anasema katika sura Al-Imran aya 180, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Aya 180. Mwenyezi Mungu sio mwenye kuacha waaminio katika hali mlionayo, hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka amepambanua waovu na wema. Yani Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba hatotuacha waaminio katika hali tulionao mpaka apambanue waovu na wema. Wama kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaib, atapambanuaje Mwenyezi Mungu kati ya waovu na wema? Anasema Mwenyezi Mungu sio mwenye kukufunulieni mambo ya ghaibu, walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu kwa hakika atamchagua kati ya mitume yake amtakaye. Yajtabi, atachagua, anachagua au atachagua, sababu ni fil mudhari umetumika hapa. Yajtabi min rusulihi man yasha, atamchagua, anamchagua. Kwa kuwa wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshachaguliwa, hauwezi kusema aya hii inamhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ingekuwa inamhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati aya hii inateremka, akichukua kama angesema walakin Allah ijtaba, alimchagua. Lakini inasema yajtabi, atamchagua, min rusulihi man yasha. Sasa katika kupambanua Waislamu wema na waovu ni kwamba atamteua mtume, atamchagua mtume ambaye atamfunulia mambo ya ghaibu. Sasa wema watamkubali mtume yule kati ya Waislamu, na waovu watamkataa mtume yule kati ya Waislamu. Sura Al-Imran aya 180 iko wazi kabisa katika swala hili. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, walakin Allah wama kana Allahu liyutli'akum ala al-ghaib, walakin Allah yajtabi rusulihi man yasha. Mbele nasema faaminu billahi wa rusulihi, basi enyi waaminio muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake. Kwa mlango wa unabii kwa hakika uko wazi kabisa. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim, ikiwa mtaamini na kumcha Mwenyezi Mungu basi mtapata ujira ulio mkubwa kabisa. Kwa hiyo kwa hakika ni lazima tuisome Qur'ani tukufu kwa mzamo wa ndani, kwa kuitafakari. Mungu anatuambia afala yatadabbaruna alquran, hivi hawa watu hawaitafakari Qur'ani? Qur'ani ni lazima tuisome kwa mtafakkur, ili tusije kuisoma Qur'ani kama wale watu wameyosoma Qur'ani ambayo kwao imebakia kama maandishi tu. Isiwe Qur'ani imebakia kama maandishi tu. Natakiwa tuisome tukielewa kwamba Qur'ani ndiyo mwongozo wetu unaotuongoza katika njia iliyo sahihi. Sasa ukweli kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watatokea wafuasi wake ambao Mwenyezi Mungu atawapa daraja la unabii, kwa hakika ziko aya nyingi sana za Qur'ani tukufu kama hivi hapa ambazo nimekuelezeni. Lakini ukisema kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ushahidi wa kwamba kwa hakika hoja yako si imara, utakuta kwamba umeng'ang'ania tu aya moja ambayo Mwenyezi Mungu anasema khataman nabiyyin. Na khataman nabiyyin, nabii wa mwisho. Nabii wa mwisho mradi wake nini? Nabii wa mwisho. Kuna manabii wa aina mbili, wako manabii wa kuleta sheria, wako manabii ambao hawaleti sheria. Wote tunaelewa kwamba baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutakuja nabii atakayeleta sheria. Kwa kama utasema ni nabii wa mwisho, kwa maana hiyo kwamba hatatokea nabii ambaye atakayeleta sheria, hiyo ndio maana imetumiwa na wanazuoni wengi sana ambao nao
list, orodha kubwa ya makala zao ambao walieleza kwamba khataman nabiyin maana yake, mradi wake ni nini? Ni kwamba hatokuja nabii atakayeleta sheria, tashri'i nubuwat, unabii wa kuleta sheria. Huo ndio umefungwa kwa maana ya khataman nabiyin. Lakini manabii ambao wa kuendeleza, wa kuwafundisha watu, wa kuwarudisha waislamu katika uislamu ule uliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawataendelea kupatikana. Si ndio hao tunaambiwa imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, bila shaka watakufikieni mitume kutoka miongoni mwenu, watawaelezeni aya zangu. Kwa hiyo mitume ni lazima wafike, na ndivyo itavyothibitika kama kweli Islamu ni dini iliyokamilika. Ndio itakavyothibitika kwamba kweli Islamu imekusanya neema zote zinapatikana, ni kwamba Islamu ni sawasawa na bwawa lile ambao kichota ndo unapata neema zote zile, unabii, usiddiq, ushahid na uswali, kwa sababu Mwenyezi Mungu amezitimiza neema zetu zote kama alivyosema, atmamtu alaikum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu. Waraditu lakumul islama dina, na nimekuridhieni Islamu kuwa jina la dini yenu, kuwa dini yenu. Kwa hiyo ni dini iliyokamilika, ambapo uhusiano uliokamilika kabisa na Mwenyezi Mungu unapatikana, na ni dini ambayo ni kamoja, na dini ambayo imetimia neema zake, ni kwamba neema zote zinapatikana mle, ikiwemo neema ya unabii. Jazakumullah ahsanal jazaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu Islam, alhamdulillah, ni jambo la kushukuru kwamba tulichotegemea wengi labda ni kupatikana aya kwenye Qur'ani zinazothibitisha utume kuendelea. Mimi binafsi nilitegemea kwamba itapatikana aya japo moja au nusu aya inayothibitisha kwamba utume unaendelea, lakini bahati nzuri katika maelezo marefu ya shekhe na mazungumzo marefu na aya alizotoa ni aya zinazothibitisha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labda tungelifahamu Qur'ani kwanza, kama shekhe alivyotoa aya sema kwamba afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, hawaizingatii Qur'ani hawa au katika nyoyo zao kuna vifiniko, ni kwamba vifiniko vimeziba kiasi kwamba Qur'ani hawaizingatii. Ikipatikana kuzingatia Qur'ani, lazima utapata mchanganuo unaofahamisha kwamba Muhammad ni mtume pekee na hakuna mtume atakayekuja baada yake, hususa ukiangalia aya hizi ambazo shekhe huyu kazitoa. Aya ya kwanza aliyotoa katika surati Mu'min, hii aya 35 katika baadhi ya misahafu imeandikwa surati Ghafir. Hapa ndio utapata sifa ya Qur'an.
Qur'ani sifa yake kubwa ni vitu vitatu. Ina historia. Ndani ya Qur'ani kuna historia, ambayo historia hii walikuwa wanaelezwa waliofikiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya Qur'ani kuna sheria. Sheria hii walikuwa wanapewa watu waliomkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kuna sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an. Sifa hizi wanapewa wale waliokushamwamini Mtume Muhammad kwamba sifa zake Mwenyezi Mungu ni hizi. Hii ndi kazi kubwa ya Qur'an. Ukichukua historia ulikuwa wakielezwa watu ambao walikuwa kimkanusha Mtume Muhammad, wanathibitishiwa kwamba huyo mlemkanusha ni mtume wa haki, ukaja ukaitumia kwa njia kwamba inakuambia wewe utume unaendelea, ni kwamba bado hukuiangalia Qur'ani vizuri na bado hukuzama kuiangalia Qur'ani. Kama aya hii, Quraysh, Mayahudi, ni kipindi ambacho walikutwa Mtume Muhammad. Mayahudi hakumkubali Mtume Muhammad, na mpaka leo bado kuna Mayahudi hawamtaki Mtume Muhammad au Bani Israeli. Kadhalika Quraysh walikuwa hawamtaki Mtume Muhammad, na mpaka mtume kufa Quraysh bado hawamtaki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ikawa lazima waeleze kwamba mtume aliojia ni mtume wa haki, na madai hayo ni madai walikushadai ndugu zenu Bani Israeli wakati wa Nabii Yusuf alayhi salam. Kwa hiyo hii bado haijathibitisha kwamba utume unaendelea. Aya inasema walaqad ja'akum Yusuf min qabl. Khitabu hapa ni khitabu inawahutubia Mayahudi. Mayahudi au Bani Israeli wanahutubiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu anawaambia